kutenganishwa na chochote. Cha kwako hawakipati hata iwe malezi. Yeye atakupa vyote vyote, taona kama zari. Siri siri ni kifo cha binadamu kizito, kinazalisha majuto, na hata uwe na pesa wezi kuinunua zari. Faza TV, kuweza kusikiliza kipindi chako kipendelevu Basha la Siri na Wimbi za Dunia. Basha la Siri ndio Wimbi za Dunia kinapita kila siku wa Jumapili kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili. Na ukumbusha tena, leo ni Jumapili tarehe ya 26 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Je, nani ameweza kuleta Basha la kila Siri la leo? Basi kaeni chonjo kwenye redio zenu, simu zenu, kuweza kusikiliza nini kinajiri, nini kifuatacho, na nani katuletea tuweke hadharani Basha la kila Siri. Atujue na mnukuu, na leo tutamnukuu aliyeleta Basha la kila Siri la leo. Kwa majina naitwa Ahmed Faza kutokia Faza TV. Usiondoke, karibu ya simu yako ama redio. Kama utaratibu, nitaweza kutoa salamu moja mbili kwa ndugu jamaa na marafiki na wote ambao wanaweza kunifuata kwa muda kama na huu. Karibu na asante sana. Bila nyinyi hatupo na bila sisi ampo. Nitaweza kupana salamu zangu za rambirambi kwa rafiki wangu kutoka Tanzania na yuko Femi. Dr. Matumbo, chukua salamu zako. Namuona pia Brita kutokia Ituri. Namuona pia mwanangu kipenzi Isa the King. Namuona pia naitwa Blessing kutokia pale Kasabi. Karibu na congrats kwa wote ambao sikutaja jina lao, maana muda ni mfupi sana, siwezi kutaja kila mtu kwa jina lake. Samahani na congrats. Karibu kufuata kipindi chetu na tunaanza rasmi. Aliyeleta Basha la Siri anasema hivi na mnukuu: ndugu zanguni, nimekuja mbele zenu na mbele jukwani kwa Faza TV. Nina matatizo, na matatizo yenyewe naomba msaada wenu sana. Mimi jamani, nimeshindwa kuamua nifanye nini. Nina kazi, mimi ni mwalimu wa chuo cha sekondari. Basi nilikuwa na mahusiano na mwanamke mmoja hivi, sijui kwa bahati mbaya ama nzuri, aliniomba tuonane tuzungumze. Tulipoonana na kuzungumza, aliniambia maneno haya: kipenzi, sijui utalipokea kwa furaha ama kwa uchungu, maana kitu ambacho naenda kukuambia ni kitu very serious. Nikamuuliza kuna nini? Akasema mimi nina ujauzito wako. Akasema ujauzito? Nikamwambia sasa kipi kia ajabu ambacho wewe unahofia kwamba mimi naweza nikakataa? Akasema kwa dunia tunaishi leo hii sio rahisi mwanaume kuweza kukubali ujauzito. Nikasema kawa muone mimi ni mtu mzima pia na nina utu wangu na na heshima yangu. Vitu vishatokea na wala siwezi nikakataa kitu ambacho mimi mwenyewe nimekifanya. Akasema kweli? Nikasema ndio. Basi nikamwambia wewe chunga siku kadhaa, basi mimi nitakuja nikutoe kwenu, maana kuna vitu ambavyo mimi ninavifuatilia. Vikishakaa sawa, basi mimi nitakuja kwenu kuweza kufanya utaratibu wote. Akasema sawa, maana kwetu hawajajua. Akasema haya, usio na shaka, mimi ni mtu mzima na naelewa. Kikweli nilikuwa nampenda huyu dada sana tu, na
kila kitu chote ambacho yeye alikuwa anakitaka, basi mimi nilikuwa nampa. Baada ya miezi miwili kwao waligundua kwamba ana ujauzito, na baba yake alivyomkaba koo kwamba ujauzito ni wa nani, basi aliweza kunitaja mimi. Wazazi wao hawakufanya vibaya, walimleta nyumbani kwangu, maana mimi siishi na wazazi wangu, naishi nyumbani kwangu mwenyewe. Walipomleta walikuja na kejeli sana na dharau, basi mimi nikaweza, kwa sababu mimi nilikuwa nishakubali, sikuweza kuichukulia poa, maana hata mimi ningekuwa mzazi wa huyu mwanamke basi ningefanya hivyo hivyo. Wakanitilia masharti na wakaniachia mwanamke nyumbani kwangu. Nikasema basi haina shida, mtoto nitamtunza na nakubali nilichokifanya, basi naomba kumradhi, utaratibu nitafuata, wala msiwe na shida. Wakarudi. Kwa bahati mbaya sijui, mke wangu alikuwa bafuni na alikuwa ameacha simu kitandani. Ikaingia simu, ikaita, jina limekuwa limesomwa mtu wangu. Sasa jina gani linaandikwa mtu wangu? Ikaita, ikakata. Alafu kwa mara pili ikaingia message kwenye simu ya mke wangu. Nikasoma, vipi, uko poa? Nilipoingia kwenye message nilikuta message moja ambaye mke wangu alimtumia jana usiku, yani usiku wa kuamkia asubuhi. Mke wangu alimwandikia mtu huyu, vipi, mbona siku hizi huonekani? Je, unajua kwamba mimi ushaniacha na ujauzito, na ujauzito mwenyewe nimempa mtu ambaye hausiki kabisa? Huyu mtu akajibu, unajua, lakini niko mbali sana, basi nikikuja tutaongea. Akasema, utakuja vipi na ujauzito wako nishaupeana? Akasema, basi haina tatizo, kama umeupeana ilikuwa ni maamuzi yako. Akasema, fanya haraka uwe unanitumia hata kidogo kidogo kwa ajili ya mtoto wako. Hii message yule jamaa alireplay kwamba kwani baba yake hamshughulikia. Akasema babake wa ngambo anampenda na hajajua kwamba huo ujauzito sio kwake. Ndugu zangu, nilistuka sana. Hapo ndo nilipoamini kwamba kauli ya wazee ni dawa kabisa na ni kweli mtupu. Usimwamini mwanamke. Nilimupa kila kitu alichokiona na kihitaji. Mwisho wa siku amenipiga shoti ya umeme na nimekuja kujikuta nimepea ujauzito ambayo haunihusu kabisa. Kilichosababisha sasa nipande hapa kwenye jukwaa la Father TV ni maonyo zenu na kipi nikifanya. Bahati nzuri nilikuwa sijapeleka mahali yoyote ile, nilikuwa najitahidi ili niweze nikapeleka. Vipi, arudi kwao ama nibaki na ujauzito? Je, nyumbani kwao mke wangu watanielewa? Japokuwa mimi nishaitika kwamba ujauzito ni wa kwangu, watanielewa kweli? Naomba onyo lenu, naomba ushauri wenu tafadhali sana. Niko kwenye njia panda, naomba unisaidie. Hili ndugu zangu ndo bahasha la siri ya huyu kaka alikiandika. Basi anaomba onyo lenu, anaomba ushauri wenu. Comment yenu ndo itakayomuokoa kaka huyu kipi akifanya. Kwa mara ya kwanza kama ndo unasikiliza Father TV na mtangazaji wako hapa anaitwa Father Ahmed, karibu na
Usikose kutufuatilia kila siku ya Jumapili kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili. Tuko kwenye mtandao yote wa kijamii. Unaweza ukaenda pale TikTok ukatupata kwa jina la Faza TV. Unaweza kaenda pia Facebook ukatupata kwa jina la Cash TV, ukatupata kwa jina la Faza TV. Faza TV pale YouTube ndio huwa tunaposti kila kipindi ambacho kinapitika kila Ijumaa, kila Jumapili. Kaka yangu, dada yangu, mama yangu, baba yangu, tuweze tukamshauri nini atakifanya huyu kaka baada ya kufanya uamuzi ambao nyinyi mtaweza kumshauri kwenye comment. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike, kucomment. Nenda pale YouTube, bonyeza alama ya kengele ili usiweze kupata update, usiweze kukosa update ambaye itakuja wiki ambayo itakuja. Mimi naitwa Ahmed Faza, karibu na kwa heri. Heri sikovu pongejera umivu na kosara, jaribu kufosi furaha, inanumiza kidomo machoni mwao, dosili nzito lonayo, kutendwa na tendwa, kuacha na shindwa, ndo inanumiza roho. Inanumiza roho, inanumiza, inanumiza moyo, inanumiza hatima.